Kuna simba aliyekuwa anachukua watu usiku, lakini kilichowatisha zaidi si jinsi anavyowinda, ni jinsi anavyoondoka bila kuacha chochote. Katika kijiji kidogo, watu walianza kupotea. Sio mchana, ni usiku tu. Usiku wa kwanza, mtu alipotea. Wa pili, tena. Mpaka ikawa kawaida ya kutisha. Mwanzoni, walidhani ni simba wa kawaida, lakini walipoangalia nyayo, zilikuwa zinaishia katikati ya njia. Hakuna damu, hakuna mapambano, ni kimya tu. Hofu ikaenea kijijini, milango kufungwa, moto kuwashwa hadi asubuhi. Hakuna aliyethubutu kutoka nje. Mpaka siku moja, mtu mmoja akajitokeza. Mwindaji, mtulivu, mnyamavu, mwangalizi. Usiku huo, alifuata nyayo hadi msituni. Kadri alivyozidi kwenda ndani, ndivyo ukimya ulivyoongezeka. Hakuna wadudu, hakuna upepo. Kisha akamwona simba mkubwa amesimama gizani. Macho yake yanang'aa polepole, lakini haikutenda kama mnyama. Alikuwa anamtazama kama anamjua. Mwindaji akanyanyua mkuki wake bila kutetemeka. Simba akasogea polepole, hatua moja, nyingine. Kisha akaongea, "Ondoka au utachukuliwa." Mwindaji hakukimbia, alikimbilia mbele. Msitu ukalipuka, ngurumo, vumbi, vivuli vikichanganyika gizani. Kisha kimya. Asubuhi iliyofuata, mwindaji akarudi peke yake. Hakuna majeraha, hakuna damu, lakini nyuma yake hakukuwa na nyayo. Na tangu siku hiyo, hakuna mtu aliyepotea tena. Lakini wakati mwingine usiku, watu bado husikia mlio wa simba. Karibu, sana karibu. Na yule mwindaji hajawahi tena kuwinda. Wanasema kuna vitu unavishinda, lakini vinabaki ndani yako milele. Kama ungekuwa wewe, ungefanya nini? Ungepigana au ungeondoka? Andika pigana au ondoka kwenye comments.